kati sio si ndio nane? Si nane? Kwa hivyo ODM iko na pembe nane. Sasa leo hii tuko kule pembe ya nane ambayo inaitwa Pwani. Tuko hapa. Na pembe ya nane ya ODM ni muhimu sana katika muungo ya ODM. Iko na nguvu sana. That's the strongest. Tunataka Pwani izidi kuwa na nguvu katika chama chetu cha ODM. Pwani inajulikana kama ODM zone. Tunataka ibaki namna hiyo. Uchaguzi uliopita tuliona madoadoa yaanza kuingia katika chama chetu. Tumeona kule Kwale madoadoa yanaingia. Hapo Kilifi vile vile madoadoa yameingia kidogo. Mombasa madoadoa kidogo lakini si sana. Tana River na Lamu namna hiyo. Hata Taita Taveta. Nataka mfagie hiyo madoadoa. Tukamfagia hiyo madoadoa. Ndio sababu tunasema tuwe na kongamano na viongozi kutoka Pwani. Tunasikia unajua malalamishi, kwa mfano umesikia Taita Taveta kuna malalamishi hapo na pale. Sio? Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nyoka imezoezeka. Si nyoka imezoezeka? Hata mti ikizeeka ile majani inangusha ile majani chini, ile mazani mzee, alafu inatoa zile nyingine, sio? Na nyoka je? Nyoka sinatoa ile ngozi ya kizee narudi msichana, sio? Hiyo ndio sababu tunataka uchaguzi sasa. Nyoka itoe ile ngozi ambayo imezeeka. Si unataka namna hiyo? Si unakubaliana? Hiyo ni sababu tumesema tumeitisha hii uchaguzi ili nyoka itoe ile ngozi kizee, ili itoe ile ngozi safi ambayo iko kule ndani. Sawa sawa. Sasa hii uchaguzi inakuja, tunataka tuonyeshe ungwana. Mimi nimekuwa na uhusiano na vyama vingi sana katika ulimwengu. Tumekuwa na chama ile inaitwa Labour Party kule Uingereza. Tumekuwa na uhusiano na ile chama ambayo inaitwa the Democratic Party kule Marekani. Kule Ujerumani the Social Democratic Party na Liberal Party kule Ujerumani. Hata Liberal Party ya Uingereza tumekuwa na uhusiano. Sasa mimi nimeshiriki katika uchaguzi ya vyama hizo. Uchaguzi kifanyika ile ukienda ya chama chochote hizo nimetaja, hakuna ugomvi, hakuna vita. Inafanyika kwa njia ya urafiki. Wanachama wanaketi ndani ya ukumbi namna hii. Wanasema makandidates ndani fulani. Alafu sasa wanaambia hao candidates watoke nje. Alafu sasa wanachama wanabaki namna hii. Alafu sasa wanasema wale ambao wanaunga mkono fulani waone mkono namna hii. Kuna wale ambao ni officials wanahesabu, wewe hesabu ngambo hii, hesabu ngambo hii. Unahesabu. Alafu nasema fulani this. Alafu mwingine nafanya namna hiyo, tena hesabu hiyo namna hiyo. Nyingine namna hiyo. Alafu sasa unaandika inaandika kwa board hapo. Fulani kuna namba hii, kiasi fulani na fulani. Alafu sasa wanaitwa wale ambao walikuwa ni makandidate kutoka huko nje. Wanaingia. Alafu matokeo yanatangazwa. Ni returning officer. Fulani amempata kura hizi, fulani amempata kiasi hii, amempata kiasi hii. Inakuisha namna hiyo. Mwingine anaenda anachukua mkono mwingine, wanasalimiana hapo, mambo yanakwisha hapo. Hapa kwetu mambo ya uchaguzi inakuwa ni vita.
inakuwa ni vita, watu wanapigana, tunataka secret ballot. Hata chama is a society ya wanachama. Kama umeshindwa, kubali umeshindwa, alafu bado wachana na hiyo. Kwa nini watu wote wapigane? Why should an election be a matter of life and death in our country? Why? Mpaka wewe unataka demokrasia na hutaki wewe mwenyewe kukubali ya kwamba wewe unaweza kushindwa. Yule ambaye hakubali kushindwa sivyo? Mimi nataka hiyo uchaguzi na kujwa ODM ionyeshe ungwana kwa Wakenya. Ifundishe Wakenya demokrasia. Ningependa kusihi wanachama wetu wa ODM wafanye hii uchaguzi ambayo tunakuja kwa njia ya ungwana, ili kusiwe na fujo, kusiwe na mahitaji ya kuleta mapolisi askari mpaka wakuwe karibu. Tunataka wanachama wanakwenda pale, wanajuana, wanasalimiana. Kwa maana tuko na branches huko chini mashinani, kila mtu anajua fulani na fulani na fulani. Hakuna vita. Unakaa tu pale, mnakubaliana nani atakuwa returning officer ni fulani, alafu watu uchaguzi unafanyika hapo chini. Kwa nini tutumie pesa mingi ili tunafanya uchaguzi ya kishamba? Na hii ni chama ya watu ambao wanajuana. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Nataka muonyeshe mfano mzuri kwa uchaguzi yetu ya chama cha ODM. Wangapi wanakubaliana na mimi? Nione mkono. ODM. Vile unavyojua, mwaka jana sisi tulikuwa kwa barabara. Na sababu na dhuluma ambayo ilifanyika, yale yafanyika kwa ushindi wetu, na vile gharama ya maisha, na yale mambo mbaya yote ambayo yalikuwa yanafanyika mwaka jana. Unajua yale ambayo ilifanyika, vile watu wetu wengine walipigwa risasi na wakawawa. Ikafika wakati sisi tunakuwa nataka kufanya maombi, hata tukazuiliwa kufanya maombi kwa wale watu. Kisha wale warafiki wetu kutoka nje wakaja kuleta suluhisho. Tukakubali kusimamisha maandamano na kuzungumza, na tukateua timu ya kwenda kufanya mazungumzo ambayo inaitwa NADCO. Na hiyo NADCO wakazungumza na wakatoa ripoti. Hiyo ripoti tulisema mpaka itekelezwe. Wakati sasa tunasikia kwamba kuna wabunge wengine wanataka kufanya hiyo ripoti isitekelezwe. Tunasema mapendekezo ambayo iko ndani ya ripoti ya NADCO lazima itekelezwe. The NADCO report must be implemented. Manake yale ndio ilikuwa sababu ya sisi kusimamisha maandamano, ambayo ndani ya hiyo ripoti iko vile mambo ya compensation kwa jamii ya wale watu ambao walipata majeraha na wengine ambao waliuawa. Tumeelewana vizuri? Unaelewana vizuri? Sasa mwaka huu vile vijana wengine jitokeza uwanjani wakasema enough is enough. Na wakaniambia mimi, baba wewe baki nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wacha sisi tupiganie hii vita. Na vijana wakajitokeza wakafanya maandamano kwa njia ya amani, lakini wengine wale wakaenda kule wakaanza kupiga watu risasi, na watu wengi waliuawa, wengine wakapata majeraha sana. Sisi tulalani na bado tunalani vikali sana vitendo ya kinyama ambayo ilifanyika wakati huu. Alafu vile tumeona wakati huu, baada hiyo watu wanatekwa nyara hovyo. Wanatekwa nyara, unaambia hajui mtu gani ambaye aliwashika, mtu anaweka kama wiki
2,300. Hiyo ni nchi gani? Hiyo ni ishara ya kwamba tunarudi kule tulikuwa tumetoka. Kwa hivyo yale ambayo yanafanyika wakati huu mpaka tulani kabisa. Hatuwezi kuvumia kama yule ambaye kwenda bwana Njagi. Njagi alikuwa mwanachama chama chetu cha ODM. Alikuwa official yetu. Ameshikwa, amepelekwa mahali ambayo hajulikani mpaka sasa. Tunarudi ndani ya mambo kama yale ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ile ya dhuluma ya Nyayo. Hatuwezi kukubali kurudi huko tena. Hatuwezi. We must condemn in the strongest terms possible this kind of bestiality, abduction of people by goons, officials of the state are masquerading as goons and keeping them for 3 weeks is completely unacceptable. We cannot accept this. This must stop forthwith. And again, arresting even officials who are known, like yesterday they arrested the governor of Tana River. If a governor has committed an offense, let him come and write a statement. A governor is not going to abscond. Let him go and write a statement and let him go home. If you want to charge him before a court of law. He must carry all these things with some amount of civility. We should not use primitive methods of dealing with very senior members of our society. This is something that is not acceptable, and it must be said. So we are saying today that we are seeing some very dangerous developments taking place, and this, if not arrested, will become a practice. Kwa hivyo haya yote mpaka sisi kama chama tulani. Another thing, I want to be on record today. Kila mara media wanasema the marriage Raila na Ruto na nini. Kama ni marriage kuna mama na kuna bwana. Ruto ina gani? We have not, ODM has not entered the government. There is no contract that we've signed with Kenya Kwanza. We have not signed an agreement. We have said right from the beginning that we need a national dialogue, a national convention to discuss the issues ailing the country. Some of them which we raised ourselves, and some of them which were raised by the youth this year when they were demonstrating. That conversation has not taken place. Until that conversation takes place properly, an agreement is reached, we are not in government. What is there is that they ask to give them some people to go and help them. People who are experts, who they believe can do the job correctly and properly. And we release those people to join the government. But ODM remains very, very firmly in its position as an opposition party. And in Azimio, as things stand today, we remain firmly as an opposition party movement. We have not joined any coalition with the Kenya Kwanza. And I would say that if you want, we must have a national conversation. We must have a national conversation to deal with many outstanding issues, like those including the Constitution, which have not been addressed. These issues require to be addressed properly and firmly, so that we can be able to put the country on a footing. We want, of course, the Electoral Commission to be established as quickly as possible, because we have got many outstanding issues. Here at Coast, in Magarini, took on a pending by-election. Papi Harrison Kombe, huyu ni mteto huyo. Harrison amedhulumiwa, lakini kutereza sio kuanguka bwana. Tuko na wewe.
Tuko na Harrison, huyu ni mtu yetu. Tutasimama na yeye. Nitahakikisha ya kwamba anarudi katika bunge. Sawa sawa. Shikeni mkono. Sawa sawa. Hongera, tuko na wewe. Tuko na wewe. Asante sana. Thank you so much. Sawa sawa. Tunataka mambo uchaguzi wa hapa hii ifanyike kwa njia ya haraka iwezekanavyo. Nataka sasa ile tume imewekwa ifanye kazi haraka haraka. Tuwe na tume ya uchaguzi, the Electoral Commission, as quickly as possible. Ili most of all those outstanding by elections zifanyike kwa njia haraka kabisa. Sawa sawa. Kwa mimi sasa mnipate mimi ruhusa naenda kupambana kule Addis Ababa. Tuko makandidates manne. Tuko wanne. Mmoja ametoka Madagascar, mmoja ametoka Mauritius, mmoja ametoka huko Djibouti. Si Djibouti. Lakini tuko na wao kwenye kiwanja. Tutangangana. Tutangangana kama nini? Kama nini? Kama mashujaa sio? Kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana, twapambana, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana, twapambana, twapambana kama mashujaa. ODM, ODM. Asante sana. Asante. Asante. Asante sana. Tusimame hivyo. SG, tuendelee kusimama hivyo, na ningependa waandishi wa habari tafadhali mwende ambapo nimewaambia mara moja hivi, kisha SG. Naam, asante sana baba. Nilikuwa nawakumbusha tu kwamba pamoja